Kualike katika kitabu cha Biblia. Ni kualike tusome Biblia pamoja. Fungua Biblia yako kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza 4 mstari wa 9 na wa 10. Nami nitasoma pamoja nawe. Mambo ya Nyakati wa kwanza 4 mstari wa 9 na wa 10, tukiwa na tafakari ya pekee sana kutoka hapo. Neno la Bwana linasema, naanzia mstari wa 9. Naye JABEZ alikuwa mwenye heshima kuliko ndugu zake au kuliko nduguze, na mamaye akamuita JABEZ akisema, ni kwa sababu nimemzaa mwana huyu kwa huzuni. Ni kwa sababu nilimzaa kwa huzuni. Fungu la 10. Huyo JABEZ akamlingana Mungu wa Israeli akisema, lau kwamba ungenibariki kweli kweli na kunipanua mipaka yangu, na mkono wako ukawa pamoja nami, nawe ungenilinda nisipatwe na maovu wala madhara, naye Mungu akamjalia hayo aliyomuomba. Naomba turudie mafungu haya mawili na uyatafakari tena na usogee karibu na Bwana. Fungu la 9 na la 10, Mambo ya Nyakati wa kwanza 4. Biblia inasema tena, naye JABEZ alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze, na mamaye akamuita JABEZ akisema, kwa sababu nilimzaa kwa huzuni. Fungu la 10. Huyo JABEZ akamlingana Mungu wa Israeli akisema. Sasa tuangalie mambo aliyosema. Akasema, lau kwamba ungenibariki kweli kweli. Jambo la kwanza, ungenibariki kweli kweli. Lau kwamba ungenibariki kweli kweli, liweke kama jambo la kwanza. Jambo la pili, na kuipanua mipaka yangu. Jambo la 3, na mkono wako ukawa pamoja nami. Jambo la 4, nawe ungenilinda nisipatwe na maovu wala madhara, naye Mungu akamjalia hayo aliyomuomba. Tuseme amen. Naye Mungu akamjalia JABEZ hayo aliyomuomba. Haleluya. Karibu sasa tutafakari kwa ufupi. JABEZ alizaliwa katika ukoo wa Yuda, lakini JABEZ katika familia alimozaliwa, walizaliwa katika familia ambayo ni ordinary family, yani familia ya kawaida. Familia ya kawaida ambayo ilikuwa inasemekana katika maisha yao walikuwa na maisha ya kawaida. Nikisema maisha ya kawaida ni maisha ya kawaida. Lakini JABEZ alizaliwa katika kipindi ambacho njaa ilikuwa imetawala. Lakini sio njaa tu peke yake kutawala. Na wewe ambaye unanifuatilia sasa, ambaye umekuja hapa na ambaye unafuatilia kutoka mahali popote, ninataka ujifunze machache kutoka kwa JABEZ. JABEZ aliyezaliwa katika familia ya kawaida, ordinary family, akaitwa jina JABEZ. Unajua aliitwa jina hili na mama yake, na mama anasema aliamua aitwe JABEZ kwa sababu alimzaa kwa huzuni. Alimzaa kwa huzuni. Jamani, alimzaa kwa nini? Kwa huzuni. Na hili natamani ulitafakari. JABEZ amezaliwa kwa huzuni, lakini maumivu makali. Na unapoenda katika tafsiri ya lugha ya Biblia ya Kiebrania, neno JABEZ maana yake ni huzuni,
Sorrowful or pain ni huzuni au maumivu. Kwa hiyo ukisema jina JABEZ kwa Kiebrania umesema sorrow or pain, maumivu au huzuni. Natamani kutafakari pamoja nawe. Mama yake JABEZ aliyebeba mimba ya JABEZ wakati wa vita, wakati wa njaa, lakini mimba ya JABEZ ikawa mimba itaabishayo, ikawa mimba ambayo inamnyima furaha, ikawa mimba iliyompa huzuni na maumivu makali, sorrow or pain. Lakini JABEZ alipozaliwa, najaribu kupiga picha ya kwamba walikuwa wanamuita JABEZ, maana yake maumivu, huzuni. Wanamuita huzuni, maumivu, sorrow, pain. Hilo ndio likawa jina lake. Na mimi asubuhi ya leo sihitaji sana kushughulika na jina lako, sihitaji kushughulika na historia yako, lakini niko hapa nikikuambia habari ya nguvu ya maombi ibadilishayo. Jamani, Bwana asifiwe sana. JABEZ alipozaliwa katika familia hii, ndugu ambaye umekuja hapa na ambaye unatufuatilia, JABEZ akaamua kumlingana Bwana, akaamua kumsogelea Bwana. JABEZ akasema moyoni mwake, haijalishi kwamba wananiita huzuni au ninaitwa maumivu, haijalishi kwamba nimezaliwa familia ya kawaida, just an ordinary family, lakini JABEZ akaamua kuomba. Na ndio tunapata pale ombi la JABEZ ambalo lilibadilisha maisha yake. Jamani, Bwana asifiwe sana. JABEZ akajaribu kupiga picha ya kwamba nimezaliwa familia ya kawaida, jina langu lenyewe ni maumivu na huzuni, lakini ninachokijua kwa Bwana mambo yanabadilika. Nami natamani niongee na mtu ambaye anasema, pastor, ninasikia kwamba kuna maombi yabadilishayo. Na mimi nimezaliwa katika familia ya kawaida, an ordinary family. Nimezaliwa katika familia ambayo hata ukiangalia historia yake ni historia ya magonjwa, ni historia ya vifo tu visivyoeleweka, ni historia ya uganga wa kienyeji, ni historia ya pombe, ni historia ya umaskini mkubwa, ni historia ya maisha yaliyokatisha tamaa sana. Unasema mimi ni kama JABEZ. Nikijaribu kutafakari maisha nilikotoka, familia yetu ni ya huzuni nyingi, ni ya maumivu mengi. Na kama kuna mtu ambaye angetakiwa kuitwa JABEZ leo, mimi ningeitwa JABEZ. Wewe ungeitwa JABEZ, huenda kwa sababu ya huzuni ambayo unaipitia, huenda kwa sababu ya changamoto ambayo unaipitia. Unapita kwenye huzuni ya ajabu sana, maana ukiangalia ndoa yako inaitwa JABEZ, ni huzuni na maumivu. Maana ukiangalia watoto uliowasomesha kwa gharama, uliowazaa kwa machungu mengi, leo wangekuwa wanaitwa majina, wangeitwa JABEZ kwa sababu ya huzuni na maumivu anayokupatia. Inawezekana ukiangalia mateso na huzuni ambazo unapita kwenye kazi, changamoto unazopitia kwenye ajira, unasema pastor, na mimi natamani ujue asubuhi ya leo tunapoenda kuomba, na mimi kazi yangu imekuwa JABEZ, imekuwa na huzuni na maumivu makali. Kuna mwingine anasema, pastor, niko hapa mjini natafuta kazi kwa muda mrefu, niko hapa nasumbuka na maisha fulani ambayo siyaelewi, najiona kama JABEZ, huzuni na mateso makali. Na mimi nataka nikuulize ya kwamba, je, wewe ni JABEZ katika namna gani? Je, ni kwa sababu ya magonjwa? Je, ni kwa sababu ya maisha ulionayo? Je, ni kwa sababu ya watoto? Je, ni Ukristo wako? Je, ni mambo gani ambayo yamekufanya unapita katika huzuni? Na mimi natambua ya kwamba huenda kuna mtu mmoja ninaongea naye ambaye anapita katika huzuni. Nataka nikuambie, kwa Bwana mambo yanabadilika. Naomba nirudie tena, kwa Bwana mambo yanabadilika. Jamani, haleluya. JABEZ akamlingana Bwana,
Asubuhi ya leo natamani tumlingane Bwana. Natamani tuende kwa Bwana tukiwa na ordinary background, maisha ya kawaida, na tunamwambia Bwana utubadilishe. Maana Yabezi alitoka from an ordinary background akafika katika viwango vya extraordinary life. Unajua kuna kitu kinaitwa history na kuna kitu kinaitwa destiny. Kuna maisha yaliyopita na kuna maisha yajayo. Mwambie Bwana, ninakubali kwamba nina maisha yaliyopita yenye maumivu, lakini leo nimekuja katika topic hii ya maombi ya badilishayo. Ninakuambia Bwana, unibadilishe kweli kweli, nitoke maisha ya kawaida na unipeleke maisha yasiyo ya kawaida. Maisha yasiyo ya kawaida kiroho, maisha yasiyo ya kawaida kiuchumi, maisha yasiyo ya kawaida katika magonjwa, maisha yasiyo kawaida katika namna ya maisha. Unitoe katika ordinary maisha ya kawaida, unipeleke katika extraordinary mile. Kama ni katika huduma, kama ni katika kazi, kama ni katika chochote, niko hapa nikikuambia Bwana, nimesikia habari zako, unabadilisha maisha ya watu. Yabezi akaomba hayo mambo mane ambayo ninakuachia tena asubuhi ya leo. Yabezi akamwambia Bwana, lau kama Bwana wangu, jambo la kwanza, ungenibariki kweli kweli. Kuna mtu amekuja hapa, kuna mtu anafuatilia masaa haya, anafuatilia kipindi cha maombi, anaanza kusema, lau kama Bwana ungenibariki kweli kweli. Neno lilotumika hapa Kiebrania la baraka linaitwa baraka. Na neno baraka, it is an authority, ni nguvu ya kutawala, ya kumiliki. Ni zaidi ya baraka, ni nguvu ya kuzimiliki baraka. Inawezekana kuna mtu yuko hapa anamwambia Bwana, ninatamani unipatie baraka, lakini unipatie uwezo wa kuzitawala baraka. Jamani, Bwana asifiwe sana. Lakini inawezekana unamuomba katika ombi la Jabezi. Jabezi akaendelea mbele katika jambo la pili, akamwambia Bwana, sio tu kunibariki, yani anaendelea anasema unibariki kweli kweli. Katika masaa haya ambayo mtu fulani anafuatilia hotuba hii, ninaungana mimi pamoja na Yabezi. Naomba nawe ungane pamoja na Yabezi, umwambie Bwana asubuhi ya leo, masaa haya, umwambie Bwana, katika wakati huu wa ibada, ninaomba unibariki kweli kweli, unibariki kweli kweli. Kwa Bwana tunabarikiwa kweli kweli. Haleluya. Lakini jambo la pili ambalo Yabezi aliomba, akasema, na Bwana ukishanibariki kweli kweli, ukaipanua hozi yangu. Neno hozi ambalo linatumika hapa kwa Kiingereza, anasema and expand my territory, yani uipanue mipaka yangu, utanue wigo wangu, expand my territory. If you will bless me indeed, kama ungenibariki kweli kweli, and expand my territory. Inawezekana unatamani territory yako ya biashara yako ipanuke. Inawezekana unahitaji huduma yako kama mwanakwaya, huduma yako kama kiongozi wa idara fulani ndani ya kanisa. Inawezekana unahitaji mipaka yako iongezeke kielimu, mipaka yako iongezeke kwa namna zozote. Dai baraka hiyo, mwambie Bwana asubuhi ya leo, expound my territory, upanue hozi yangu. Mungu anabadilisha. Jamani, haleluya. Lakini jambo la tatu ambalo aliomba Jabezi akasema, na mkono wako, and let thy hand, na mkono wako unishike na kuniongoza. Unajua jambo hili ni nini? Huwezi ukatembea peke yako kwa sababu una PhD. Huwezi ukatembea peke yako kwa sababu una masters. Huwezi ukatembea peke yako kwa sababu unajua mji sana. Hauwezi ukatembea peke yako kwa sababu ni mzoefu wa biashara. Hauwezi ukatembea peke yako katika ndoa kwa sababu una miaka mingi ya ndoa. Huwezi ukatembea peke yako. Watoto wako kwa sababu umezaliwa mjini hawawezi wakatembea peke yao. Kunahitajika mkono wa Mungu utushike. Kama haujaenda Bwana, hatuwezi kwenda peke yetu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ili jambo la mkono wa Mungu kutushika,
ni jambo la kudai sana pia asubuhi ya leo. Lakini jambo la 4 ambalo Jabez ameliomba, yani mtu aliyeitwa maumivu akaitwa maumivu na huzuni, lakini anapata mamlaka ya kuomba mambo makubwa. Anaomba jambo la 4, anasema na kuniepusha na uovu. Na kuniepusha na nini? Na uovu. Unajua neno uovu hapa lilotumika ni neno amartia, yani the fault of missing the mark, yani asiwe hata na wazo la kupoteza alama yoyote katika Ukristo na maisha yake. Unajua hili sio swala la kutenda, ni swala tu hata la kuwa na mawazo amartia. Kuna mtu ambaye anamwambia Bwana asubuhi ya leo, nibadilishe kutoka kwenda gesti, kutoka kwenda kufanya hivi na vile, kutoka kukaa vikao vya umbea, kutoka kufanya hivi na vile. Naomba uniondolee amartia, yani mawazo ya dhambi yaondoke katika asubuhi ya leo. Katika saa hii uniondolee the thought of missing the mark, uwezo wa kupoteza alama za Ukristo, yani uwezo wa kuwaza hata uovu. Bwana anaweza akakubadilisha. Baraka zako huenda zilikuwa za kawaida, leo unasema kama Jabez, Bwana unibariki kweli kweli. Inawezekana katika maisha yako umekaa katika hali hiyo hiyo. Kama ni mambo ya biashara umekaa hapo hapo. Kama ni maisha ya ndoa, yani style yenu ya maisha ni ile ile. Huenda katika maisha una experience the same level of life, lakini leo unamwambia Bwana, hii hali ninajua kwako inabadilika. Oh Father Lord, Baba wa mbinguni, expand my territory, ongeza mipaka yangu katika saa hii ya maombi. Inawezekana unasema kama Jabez, nimetembea peke yangu, lakini saa hii ya heri, saa hii ya maombi, Bwana ninaomba kama Jabez, mkono wako Bwana uniongoze. Inawezekana unasema baraka zikiwa kadri zinavyopanda ninaanguka kwenye uovu. Sasa ninaomba unibariki kweli kweli, ongeza mipaka yangu, unishike kwa mkono wako, lakini baada ya yote pia Bwana uniwezeshe kuishi maisha matakatifu mbele zako. Je, ndilo ombi lako? Huzuni, maumivu, yani Jabez leo anaomba kwa mamlaka namna hii. Je, wewe ambaye umekuja hapa na maumivu yako na huzuni zako? Je, wewe ambaye umekuja hapa ukimwambia Bwana, hata mimi ni kama Jabez, nina historia ya kawaida, nina maumivu makali, ninaona kama siwezi, lakini nimesikia mbiu, nimesikia habari ya mtu aliyebadilishwa, nimesikia mtu ambaye kwa ombi moja ameomba mambo makubwa 4, na Biblia inamalizia kusema na Bwana akampatia Jabez sawa sawa na alivyoomba. Wewe unaomba nini? Ombi lako leo ni nini? Katikati ya huzuni na maumivu ulionayo, katikati ya Jabez ulionayo, na bila nataka nikwambie, huenda ulikata tamaa, lakini leo mtafakari Jabez. Kwa wakati mfupi ambao tumepata angalau background ndogo tu ya Jabez, yeye ambaye sasa anasemwa kwamba alipata heshima kuliko ndugu zake. Mwambie Bwana, hiyo heshima nisije nikaipata kwa watu, maana itapotea. Wewe mwenyewe uniheshimishe. Ikiwa ndio ombi lako na unamwambia Bwana, nimekubali, naikubali hali ya Jabez, mimi najisikia kuwa kama Jabez, lakini nimekuja kukulingana, kuomba mbele zako, kusema na wewe, ili hatimaye watu washuhudie pamoja nami wakisema, huyu alikuwa wa kawaida, lakini sasa amebarikiwa kweli kweli. Huyu alikuwa hana mipaka mikubwa, lakini leo biashara yake imeenea, maisha yake ya huduma yameenea, Ukristo wake umepanda, maisha yamepanda. Territory has been increasing day by day. Lakini waseme, wa testify, waseme tunaona mkono wa Mungu maishani mwake, na kisha waseme tunamuona pamoja na baraka hizo alizobarikiwa kweli kweli anajilinda na uovu. Je, ndilo ombi lako? Mimi binafsi ni ombi langu. Ikiwa naona sema hivyo, kwa nini usinyoshe mkono wako?
Bwana akusaidie. Unaweza kusimama sasa. Mpendwa, maisha yametupa sababu nyingi za kuhuzunika. Maisha yametupa sababu nyingi za kukata tamaa. Lakini tukiangalia background history ya maisha yetu, historia, tunapata wingi wa machozi na maumivu. Na pengine hata kukata tamaa. Na pengine tumeshajiita watu wa maumivu na huzuni nyingi. Na wakati mwingine tumevaa ujasiri tu wa kutabasamu nje, lakini mioyo inauma. Maisha yametupiga, tumechoka vibaya. Ndio maana tumekuja na dhimu inayosema kuna maombi yabadilishayo. Jamani, Bwana asifiwe. Kuna maombi yabadilishayo. Kama Yabezi alitoka kwenye huzuni na dharau, akaheshimiwa, akabarikiwa kweli kweli, akapanuliwa mipaka, territory, akashikwa kwa mkono wa Bwana na akapewa kibali cha kushinda uovu. Huyo ndiye Bwana atakayenibadilisha na kukubadilisha asubuhi ya leo. Atakayenibadilisha na kubadilisha masaa haya. Ikiwa ndiyo imani yako, tutaimba beti moja na ombi fupi. Najua hapo baadaye tutakuwa na wakati mzuri tena. Njiani huniongoza Yesu wangu Mwokozi, rehema hatapunguza, milele kiongozi. Ina raha kuandamana naye duniani daima, nijapo sumbuka sana, yeye hutenda wema. Nijapo kuwa na huzuni kama Yabezi, watu wajaponiita Yabezi kwa maana ya mahuzuni na masumbuko, wamenidharau sana, wamenipoteza katika ramani ya maisha. Ndio kazini nina huzuni, ndio ndoa yangu ni ya huzuni, watoto wangu ni wa huzuni, kila kitu ni Yabezi, sorrow and pain. Lakini nimesikia kwa Bwana ukimuomba mambo yanabadilika. Change me Lord, bless me indeed. Let you increase my territory. Let thy hand shake me and hold me all the way and protect me from evil. Nilinde katika uovu, unishike kweli kweli, upanue mipaka yangu, na sio tu kunibariki. Kwako nimekuja kwa ujasiri, nasema unibariki kweli kweli, in Jesus name. Jiani huniongoza. Beti moja tu na kisha tutaomba na vipindi hivi vinaendelea. Njiani uniongoza Yesu wangu. Oh yes, Jesus. Rehema hatapunguza, milele kiongozi. Ina raha kuandamana duniani daima. Oh yes, Jesus. Nijapo sumbuka sana Bwana, yeye hutenda vyema. Nijapo sumbuka sana, yeye hutenda vyema. Rudia beti hilo tena kidogo. Njiani upunguza matata, twende pale. Upunguza matata, nikiugua upoza, na njaa ninashiba. Nikichoka guu langu na nguvu nikahisi zimepungua. Liwapo jiwe mbele yangu, Bwana atalibubujisha. Bwana atalibubujisha. Jiwe litabubujika. Jiwe kwenye ndoa litabubujika. Jiwe kwenye uchumi litabubujika. Jiwe la tamaa ya dhambi litabubujika. Jiwe kwenye watoto litabubujika.
jiwe lililo mbele yako litabubujika. Ndugu zangu wakiwa hapa mbele, natamani niseme haya yafuatayo. Usikatishwe tamaa na historia au maisha unayopita kwayo sasa. Jabez alijua kuna nguvu katika maombi. Alijua kwa Mungu, nikienda na huzuni sitoki kama nilivyo. Nikienda na nimedharauliwa, natoka nimeheshimiwa. Nikienda nikiwa sina baraka, ananirudisha nyumbani nikiwa nimebarikiwa kweli kweli. Nikienda na mipaka finyu, ninaondoka nikiwa mipaka imeongezeka. Nikienda kwa Bwana nikiwa nimetembea mbele peke yangu, yeye ananiambia huwezi mwanangu, nitakushika na nikusaidia. Nikienda na dhambi, mawazo na matendo ya dhambi, nikienda kwake ananirudisha nikiwa si yule tena, na fikra zangu zimebadilishwa. Haya mambo manne unaweza ukapenda kuyaombea ili utoke katika hali ya huzuni, uondoke ukiwa umebadilika. Sasa hivi tunapoenda kuomba kipekee kabisa, na tukimwambia Bwana umetuwezesha hata sasa. Elda, kwa namna ya pekee sana mzee wa kanisa, mtu wa Mungu, njoo uombe angalau somo hili, ukimwambia Bwana, tumesikia habari ya Jabez. Wenda alitoka kijijini kama mimi na wewe. Wenda alikuwa na maisha ya kawaida sana, lakini ombi moja lilijibiwa na historia ya Jabez, kutoka dharau hadi kuheshimiwa, kutoka kutokuwa na baraka hadi kubarikiwa kweli kweli, kutoka kuwa na mipaka isiyoeleweka sasa mipaka imeongezwa, kutoka kutembea anarandaranda haeleweki hadi anafika viwango ambavyo Mungu ndiye aliyemshikilia na anamuongoza, kutoka katika dhambi ya ukoo, dhambi ya maisha, sasa si yule tena. Ameomba na ombi limejibiwa, mambo yote yamebadilika. Ndiyo maombi tuliyokuja kuyafanya hapa, yanayobadilisha maisha yetu. Elda, karibu. Tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru sana asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa kuweza kutuwezesha kupata ujumbe ambao unahusu maisha yetu ya kila siku. Amen. Umemtumia mtumishi wako kwa namna ya pekee sana. Maisha yetu nasi pia hayapishani kabisa na Jabezi. Nasi tumeyapitia mengi katikati ya maisha yetu. Na pia Bwana, bado tunayapitia changamoto ambazo Jabezi pia alizipitia. Asubuhi ya leo tumekuja kukutana na wewe. Yako masumbuko mbalimbali katikati ya maisha yetu. Wako rafiki zetu ambao wanatafuta kazi, na hiyo imekuwa ni sehemu ya huzuni yao. Tunakusihi Mungu kakutane nao. Amen. Wako rafiki zetu ambao Bwana wanasumbuka kupitia biashara zao. Amen. Na hiyo pia imekuwa ni sehemu ya huzuni yao. Mungu kakutane nao. Wako ambao Mungu wanasumbuka katika mahitaji mbalimbali, hata magonjwa. Wanasumbuka na kulia kila siku. Pengine hiyo imekuwa ni sehemu ya huzuni yao. Haya maombi yanayobadilisha yakakutane na maisha yao. Amen. Kwa namna ya pekee sana kutano hili limekuja likiwa na mahitaji mbalimbali. Ni tamanio letu tunapoondoka mahali hapa, yale ambao Mungu ni mahitaji yetu ukajibu sawa sana na mapenzi yako. Asante Bwana. Hata Mungu pale ambapo utachelewa hata katika kuyajibu, tupatie uvumilivu wa kuweza kusubiri kwa wakati wako muafaka. Amen. Mungu, mtumishi wako ataomba. Tunakusihi uyaunganishe maombi haya na kuweza kutenda sawa sawa na mapenzi yako. Oh, yes. Tunaomba kwa imani ni kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Baba, asante sana kwa ajili ya mzee wa kanisa aliyeomba. Asante sana kwa ajili ya mtu mmoja mmoja aliyeamua kuja kutoka nyumbani. Asante sana kwa ajili ambao wanafuatilia kwenye mitandao. Wewe ni Mungu wa Jabez, ndiye Mungu wetu pia. Jabez ambaye kibinadamu alizaliwa na mama akaona ni hekima kulingana na huzuni na maumivu, sorrow and pain, ambayo alimpea mama yake. Mama aliona aitwe kwa jina hilo ambalo lingemstahili kulingana na huzuni na mateso aliyoyapitia. Lakini Jabez alipokomaa na pengine umri ulipoenda na akamkujua wewe,
alijua kuna nguvu ya maombi inayobadilisha. Yabezi alikuja, huenda kama mmoja wetu aliyekuja hapa kwa njia ya mtandao na kuja moja kwa moja, alikuja mbele zako akijua kwako kuna ombi moja litakaloombwa kwa imani na maisha yakabadilika kweli kweli. Na Bwana, huyo mtu ndiye ambaye amekuja hapa, wa kike kwa wa kiume, mzee kwa kijana, anajiita Yabezi, anajiita maumivu na huzuni. Lakini ni furaha yetu kwamba tunaungana na Yabezi tukisema, utubariki kweli kweli, ututanulie mipaka ya maisha ya kiroho, mipaka ya baraka, utupanulie, uongeze mipaka. Father Lord, increase our territory. Watu wamechoka kukaa katika maisha yale yale, lakini leo tumesikia kwamba maombi yanabadilisha. Baba, kuna mtu amekuja hapa, ametembea peke yake. We have wandered away from you, Father Lord. Lakini tumesikia kwamba Yabezi aliomba mkono wako umshikilie. Baba, tushike mjini hapa. Tumetumia elimu, tumeshindwa. Tumetumia uzoefu wa mjini, tunakwama. Sasa tumejua kumbe ina haja sana mkono wako utuongoze. Lakini Bwana, hatimaye utuondoe katika dhambi amartia, yani tusiwe tu tunaombea kutenda, lakini leo tumeenda mbali zaidi, hata mawazo ya dhambi yaondoke maishani mwetu. Ulipoombwa na Yabezi, ombi la Yabezi ulilijibu, na Bwana ulitenda kama alivyoomba. Leo kuna mtu amekuomba kwa imani, tenda kwake sawa sawa na alivyoomba. Asante, maana vipindi vinavyoendelea vinaendelea kutubadilisha kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Get the point. Take a step forward.